Hii ni habari njema zaidi kwa wanasimba, habari ambayo walikuwa wanaiombea iwe ndivyo basi imekuwa, na hatimaye shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa taarifa njema kwa wanasimba, kwa maana ya kutoa orodha ya viwanja ambavyo vitatumika katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika. Leo nitakupa fursa kufanya ziara kitalii ya kungalisha macho ya kujionea viwanja hivi vyote ambavyo vitatumika katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Kwa kuwa sisi Tanzania wawakilishi pekee wapo shirikisho, basi nitaanza kwenye upande wa shirikisho, ambako mechi kati ya Al Masry ya Misri dhidi ya timu ya Simba, mchezo wa kwanza wa robo finali utafanyika Stade du Suez kule Misri. Huu ni uwanja mdogo, unachukua watu wachache 27 tu wakiwa wamekaa, lakini pia ni uwanja ambao ulikisha kutumika katika michuano ya mataifa Afrika AFCON mwaka 2019, mechi 8 zikipigwa katika uwanja huu. Kwa hiyo una ubora mkubwa sana. Mechi ya marudiano kati ya Al Masry na Simba itafanyika katika uwanja wa Mkapa, uwanja wenye sifa kubwa ukanda Afrika Mashariki, ukijengwa mwaka 2005 na kukamilika 2007, ukiwa unabeba mashabiki 60,000, ingawa Oktoba 26 ni moja ya record, mashabiki zaidi ya 70,000 waliingia katika uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo uwanja wa Mkapa utachezwa hatua robo finali kombe la shirikisho, mchezo wa pili. Katika hatua hii ya robo finali kwenye shirikisho pia kuna mechi kati ya Constantine dhidi ya USM Alger. USM Alger na Constantine, mechi ya kwanza itachezwa katika dimba la Chaid Amalu kule Algeria. Uwanja huu ukiwa Constantine, katika mji wa Constantine, ukiwa na heshima ya jina la Sliman Daoud Amalu ambaye alikuwa mpiganaji huko nchini Algeria, na unabeba watu 22,968. Mechi ya marudiano USM Alger atatumia uwanja wenye maana kubwa sana katika siku ya uhuru Algeria, uwanja ambao unachukua mashabiki takriban 65,000 na ulijengwa mwaka 1970 ukifanya marekebisho makubwa mara 6, mara mwisho ikiwa mwaka 2022, yani Julai 5 mwaka 1962, siku ya uhuru wa nchi ya Algeria. Mechi kati ya timu ya ASEC Mimosas dhidi ya Nahadat Berkane, ukilima wa mboga mboga hawa. Mechi ya kwanza itafanyika katika uwanja wa Felix Boyn kule Abidjan, ama la Felicia, uwanja wa rugby pia na riadha ukiwa kule Abidjan, ukiwa na jina rais wa kwanza nchi yao, zamani kujulikana kama Stade Andre Gio, unabeba mashabiki 33,000. Na mechi ya pili kati ya ASEC dhidi ya Nahadat Berkane itafanyika uwanja wa manispaa ya Berkane. Huu ni uwanja mdogo, lakini umeua watu wengi sana kwenye dakika 90. Ulijengwa 2014 na kurekebisha 2017, ukichukua mashabiki wachache 15,000, na unatumia sana na Nahadat Berkane. Hapa 2019 ilifanyika fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya timu ya Zamalek. Mechi ya 4 pia ya robo finali ya kombe la shirikisho ni kati ya Stellenbosch ya Afrika Kusini na Zamalek. Na Stellenbosch mechi ya kwanza tutumia uwanja wa Cape Town kule Afrika Kusini, jina lingine likiwa ni DHL mwaka 2025 kutokana na udhamini. Uwanja ukiwa eneo la Green Point, unabeba mashabiki 58,310. Si mkongwe sana uwanja huu, ulijengwa mwaka 2007 na kufunguliwa mwaka 2009, ukigharimu dola za Kimarekani milioni 600. Mechi za robo finali ya kombe la shirikisho zitaanza tarehe 2 mpaka tarehe 9, na inafahamika kama timu ya ASEC Mimosas itapata ushindi dhidi ya Berkane, moja hapa atakutana na mshindi kati ya USM Alger ama Constantine, na mshindi kati ya Simba na Al Masry atakutana na Zamalek kama Stellenbosch. Tukienda katika ligi ya mabingwa, mechi ya kwanza Mamelodi Sundowns na timu ya Esperance Sportivo de Tunis ya kule nchini Tunisia. Mechi ya kwanza itafanyika Loftus Versfeld kule Afrika Kusini. Huu ni uwanja ambao unatumiwa pia na mchezo wa rugby, ndio maana uwanja huu ni wa nyumbani timu ya rugby ya Blue Bulls Rugby,
na pia unatumia na Mamelodi Sundowns. Unabeba mashabiki 51,762 waliokaa, na uwanja mara kwanza ulijengwa mwaka 1906 mpaka 23 ambapo ulizinduliwa rasmi mwaka 1977 kufanya marekebisho na kutanuliwa zaidi mwaka 2008. Na mechi ya marudiano itafanyika katika uwanja wa Olympic de Ahmad Agreb kwa Tunisia, uwanja ukiwa Rades mashariki ya mji mkuu wa Tunis. Unabeba mashabiki 65,000. Umeshawahi kufanyika mashindano mengi ya AFCON mwaka 2004, CAF Super Cup 2008, 12 na fainali 3 za ligi ya mabingwa na fainali 1 kombe la shirikisho. Hiki ni moja kiwanja bora kabisa barani Afrika na Uarabuni, kipewa daraja la kwanza na IAF. Mechi ya pili ya ligi ya mabingwa ni kati ya Al Ahly dhidi ya Al Hilal. Al Ahly itatumia uwanja wa Cairo International Stadium. Hichi ni kiwanja cha kipekee sana, kibuni na Mjerumani Werner March ambaye ndiye alibuni uwanja Olympic Stadium kule Berlin, na ni uwanja wa 69 kwa ukubwa duniani na watatu kwa nchini Misri, ukiwa Nasri City kaskazini mwa mashariki mwa Cairo. Ni nembo ya soka ya Misri, ukiwa na rekodi ya kubeba watu waliosimama na kukaa 130,000 mwaka 1969, lakini sasa unabeba watu 75,000. Mechi ya pili ya marudiano itafanyika Sheikh Oud Botif kule Mauritania. Ni complex yenye vitu vingi sana kama sema kuogelea, koti 4 za mchezo wa tennis, na ni uwanja mkongwe zaidi Mauritania baada ya Stade du Qassar. Mechi ya tatu ni Pyramid na AS FAR Rabat ya Morocco. Mechi ya kwanza itapigwa June 30 kule Misri. Ni uwanja wa kikosi cha jeshi la anga la Misri, ukiwa na uwezo wa kubeba mashabiki 30,000, ukiwa ndani ya kijiji cha michezo cha jeshi la anga. Ulikuwa ni mmoja ya viwanja ambavyo vitumika pia katika AFCON 2019. Mechi ya marudiano itafanyika Stade Honors Meknes kule Morocco. Ni uko Meknes, mji wa 4 wa kihistoria katika nchi ya Morocco. Ukipata historia wa Beriberi basi utaipata hapa. Unabeba mashabiki 25,000, nao ni mkongwe, ukijengwa kwa mara ya kwanza mwaka 1962 na kufanya marekebisho mwaka 2024 akiwa katika ubora wa juu. Mechi ya 4 na mwisho ligi ya mabingwa ni MC Alger dhidi ya Orlando. Mechi ya kwanza itafanyika Julai 5 mwaka 1962 kwa Algeria. Huu ni uwanja wenye maana kubwa sana, siku huru Algeria, ukiwa na somba watu 95,000 kabla kufanya marekebisho. Na sasa ukibeba mashabiki 95,000 ukiwa umeweka record ya mechi dhidi ya Algeria mwaka 1990 kubeba mashabiki 114,000. Ulijengwa mwaka 1970 na umefanya marekebisho mara nyingi sana, ikiwa mwaka 2022 mara mwisho marekebisho makubwa kufanyika katika uwanja huo. Mechi ya marudiano utafanyika katika dimba la Orlando kule Afrika Kusini, uwanja wa manispaa ya jiji la Johannesburg, ukibeba watu 37,313. Uwanja huu kombe dunia mwaka 2010 ulikuwa kama uwanja wa mazoezi, lakini pia ulifanyika show ya mashabiki ya kombe dunia. Wasanii kama Mariah Carey, Justin Bieber na Shakira na wengine walitumbuiza. Tunafahamu kwamba Mamelodi Sundowns wakishinda ama Esperance watakutana na mshindi kati ya Al Ahly ama Al Hilal, na mshindi kati ya MC Alger na Orlando watakutana na Pyramid ama AS FAR Rabat.